Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Yaani kwa hasira nilizonazo sitamani hata kusalimia. Hivi Kamote, unajisambua? Kwa nini? Maningenenge. Hivi wewe ulichokifanya jana unakijua? Jana umepiga simu na kwambia kabisa tuko live. Kama ningekuwa TikTok usingekwambia tap tap. Tuko live maana yake mke wangu anasikiliza. Sasa wewe ukapiga simu ukaanza kubabwaja. Umebabwaja. Mwisho wa siku mke wangu akaamua kuamua. Sasa wewe na kesi na wewe. Tuanze tukaongea. Nimekwambia njoo. Muone kwanza. Kofia kaganda ya chungwa. Ndio maana mistake kurudi kwenye nyumba. Kila siku majanga tu. Bwana ulizangu tu kwa mamangu Ashura kiuno. Nishaichoka mimi nyumba. Sasa mchumba, mimi naondoka. Wewe mwanangu mbona kama sikuelewi? Yeye muda wote umekaa tu hapo unacheza simu yako tu unanichelewesha muda wangu saizi. Kama hiyo kazi yenyewe ishazingua, usemeke kabisa mapema mimi nikatafuta kazi zingine huko. Unanichelewesha. Wewe mimi si nimekwambia kwamba tunahitajika watu watatu. Kuna mtu hapa mimi nimepewa namba zake ili tuongozane naye tukafanye kazi. Kwa hapa tayari mimi nishampigia yule jamaa, hapa ndo tunamsubiria akasema anakuja. Sasa shida iko wapi ndugu yangu? Ndio ufanye haraka sasa muda wenyewe ushaondoka huu. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama. Afadhali mwanangu umekumbuka chepe mwanangu. Aya Ashura. Twenzetu basi. Msubiri kwanza. Wewe mwanangu hebu niangalie kwanza. Wewe mwamba, unanikumbuka? Mimi. Kwa mama. Naam. Wewe fungua bwana. Sasa mbona unagonga mlango vipi? Hukulala huko ndani? Hamna, mimi nilala ndani, sema nilitoka alfajiri. Aya Ashura, Ashura kiuno. Grandmother, Aunt Lola, which is talk, is lying. She didn't sleep with me. Hiyo ndio salamu. Oh, sorry. Good morning. I said, Aunt Lola, she didn't sleep with me. Mimi nipishege mimi. Do you understand me? Hata moja sina. Asa mimi naongea na nani hapa? Hujanisikia au hujanielewa? Nakuuliza, unanikumbuka? Ndio nakukumbuka. Alafu unatazalau mwanangu wewe. Kuna watu wengine ukiwauliza unanikumbuka, utasikia hata sikukumbuki. Alafu shekona naye zaidi ya mara moja. Lakini wewe umenyooka tu kama lula. Sasa naomba nikuulize swali. Wewe siku ile ulikuwa na lengo gani? Ukanifuata pale msobe, tena hadi jina langu umelikosea kuliita. Baada kichwa ududu umeniita kichaa ududu. Wewe ukanichukua pale, kuna sehemu kuna mchongo wa kazi, mimi nikakimbizana na wewe, alafu kuna sehemu ukanitelekeza ukanikimbia. Ulikuwa na maana gani? Mwanangu mbona mimi sielewi mwanangu? Subiri kwanza. Tuliza kisoda. Hii kesi haikuhusu. Tena hii kesi ujamaa bila kunijibu, hata hiyo kazi yenyewe haendi kufanyika. Natibua mchongo. Yaani ujamaa kanifanya vitu vya kijinga kinyama. Kuna siku kaja hadi homu yani. Kicha ududu. Kuna sehemu kuna mchongo nimepewa namba yako, twenzetu. Fikiria. Mimi sasa hivi nina majukumu.
Pale nyumbani pale mimi na mwanamke na mtoto. Yaani mimi na mwanamke alafu ana mimba. Sasa unajua mtu akikuletea mchongo wa kazi lazima ukimbizane nao ili mradi ufanyeje? Usongeshe life la mwanamke na hiyo mimba. Mimi majukumu yameniandama kishenzi yani. Kuna ajinga mmoja alishaimbaga nyimbo hiyo. Cheki majukumu yananiandama. Oya sijui ninapokwenda. Sasa sijui ninapokwenda ndio maana anajivuruga mbwa. Wewe usione mimi naongea sana ila nakuuliza ukweli jo niko serious. Kwa nini uliniambia kuna kazi alafu kanitelekeza? Mwanangu ni vaimani kwanza. Naona sasa kunaanza kuchangamka hapa. Nakwambia, kwa nini? Mwanangu niambie mwanangu. Niambie mwanangu nitakuumiza ujue. Wanangu sikilizeni wanangu. Jua nyinyi watu wa kazi au sio? Twendeni tukafanye kazi. Huu muda wa kazi acheni utoto wanangu. Mwanangu hebu niachie kwanza. Niachie ujue mwanangu. Hivi fikiria ungekuwa wewe ndo na majukumu alafu mtu anakuletea mambo ya kijinga ndio tukafanye kazi alafu anakukimbia. Wewe ungejisikiaje? Sikiliza mwanangu nikaushie. Babu, niambie ujue mwanangu mimi nitakuumiza kweli ujue nitakuumiza. Subiri kwanza nataka nikwambie. Mimi nilikutana na dada yako. Akaniambiaje ameingiza bwana wake ndani. Alafu wewe ulikubeka nje. Ndio akaniambiaje ananipa kazi niende nikakutoe pale nje ili yeye apate nafasi ya kukutoa bwana wake ndani. Umeona? Na akaniambiaje ananipa hela. Hapa nikamuuliza, kaka yako mazefu yake ni nini? Akaniambia hivi, kaka yangu mimi kunitachia tu masuala ya kazi. Hapa tu umemuondoa. Ndio nikaja nikakwambia pale baada kuna kazi imefanyika ili mradi tu mimi nikutoe pale nje na yeye apate nafasi ya kukutoa bwana wake. Sasa nisikilize. Yaani ili mimi na wewe tuwe na amani na ili liishe. Mguu wako mguu wangu mpaka nyumbani pale. Ili ukanionyesha yule dadangu gani aliingiza bwana alafu akakwambia mimi unitoe. Kwanza hizo dharau za kijinga sana. Zaidi madhaifu yangu mimi kwa sababu ya majukumu ndo kayatumia hivyo. Hizo dharau. Mwanangu nisikilize. Hii kazi yako hii siwezi kwenda sasa hivi mpaka nimalizane na ubwege. Au je ubwege inaniuma kishenza alichonifanyia siku ile. Kwa hiyo ni yule lazi. Nyanyuka twenzetu. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Kamote, kwa hasira nilizonazo leo, natamani kutokana na kazi ya mama Amina. Yaani wewe jana umepiga simu, ukaanza ukabwabwaja na nimekwambia kabisa nitoko live. Ukaongea mke wangu akansikia. Alichokifanya jana alinipiga, aliniduga, akanilaza nje. Na bahati nzuri nilikimbia na suruali. Nisingekimbia na suruali kwa nalaza nje uchi yule. Sasa asubuhi imefika, nataka niingie ndani. Kanifukuza kaniambia hamna kuingia ndani. Sasa Mkamote, mimi pale kabisa unajua mimi pale nalelewa. Kibanda changu kile cha mke wangu. Akinifukuza mimi nitaanza wapi? Au akiniacha utanioa? Unapaka kunilaza? Yaani mimi naongea, unacheka, si ndio? Sasa vitu vinachekesha mimi sicheke. Halo, sikiliza udugu wangu. Hilo kukuta wewe ni sawa hata leo nikuta mimi. Utofauti wetu ni kwamba wewe umelazwa nje, mimi nimelala ndani kwa sababu pale ni kwangu mimi. Hana jeuri hilo mila kunilaza nje. Ila sasa inabidi hii tukae kama halmashauri ya kiserikali ya kituo chetu tudiscuss tunafanyaje. Ila hili halina shida. Kwangu mimi kwako kwenda kulimaliza na mkeo inawezekana. Uniahidi kitu kimoja. Tukitoka kwenye tatizo lako, tuje kwenye tatizo langu, tulimalize wote kwa pamoja. Kama hutoweza, basi kila moja separate. Hapa tuachane. Hapa mimi kama nikashughulika na la kwangu na wewe kashughulika na la kwako. Kama wote. Tuanze kumaliza. Let's go. Tulia. Mwanangu mimi nitakupasua huyo, nitakupasua. Tulia mwanangu. Kichwa dudu. Nini sasa? Bi mkubwa. Sikiliza. Unamwona umshamba huyu? Umshamba jana asubuhi alikuja kanikuta nimekaa pale. Mimi na mke wangu Zai. Sasa akanambia kuna mchongo wa kazi twende tukaufanye. Mimi nikanyanyuka chapu. Tumefika sehemu kanitelekeza alafu kanikimbia. Kanichukuliaje? Yaani jua shamba wengi wananichukulia mimi yani majukumu yangu ndo kama fimbo ya kunichapia.
Sasa leo nimemkamata, nipo na huyu mwamba. Nikamwambiaje? Wewe kwa nini ulinikimbia? Ananiambia, "Oh, dada yako ndo alinipa kazi, kanipa hela ili mimi nimkutoe wewe. Alimfungia bwana ndani." Kwa hiyo mimi nimekuja naye hapa aniambie, dada yangu yupi ambaye kafungia bwana ndani jana? Sawa? Tifa uko wapi? Tifa kaondoka toka jana nyumbani kwake kwa mmewe. Na wewe? Yumo ndani kalala. Wenjiti! Wenjiti! Makalio yangu je haraka. We, nini kinachokukimbiza? Tuliza kisoda hapo. Mshamba wewe. Oya babu, ndo huyu. Ndo huyu. Wewe usinikonyeza, unanikonyeza kwa sababu unaona nimepigwa roba hapa. Ndo huyu ndo alikuja kunichukua kule nije nikutoe hapa. Ndo huyu. Basenge walai. Tulia, nitakupasua sasa hivi. Mwache. Nakwambia kuachia kwanza. Na mwachaje bi mkubwa ukatadharau za kijinga hawezi kuchukua mimi, akanichukua mimi kwenye madhaifu yangu ya majukumu, ndo aambia watu kwamba kaka yako ukimwambia masuala ya kazi tu unamtoa. Huyu anatazao kama hizo, mimi nakupasua sasa hivyo. Kaka unanumiza bwana. Nakuumiza nini? Niambie. Wewe umeanza tabia kuingiza mabwana ndani au sio? Bwana wao bwana gani? Sasa usiingize bwana ndani nataka unifanye wewe ama? Umeona sasa? Umeataka mwenyewe. Unajibiwa maneno ya kishenzi. Wenye wanangu. Dada yenu nyasha kujibu neno hili kama unaniambia mimi dada yangu. Sisi Wewe umeataka mwenyewe bwana, haya. Twende tukafanye kazi. Shanizalilisha. Mama, hebu subiri kwanza. Kwani tunaenda mpaka wapi? Maana umeniita pale una maongezi na mimi lakini bado naona tunaendelea tu. Zai, msimamo wangu ni ule ule mwanangu. Mimi nahitaji urudi nyumbani. Ujue toka kipindi chote mimi nilichokuwa mbali na wewe, sikupata nafasi kabisa hata ya kuwa na mazungumzo ya ukaribu na wewe. Nimerudi tena. Haya yametokea kutokea. Binti yangu, naomba unielewe na kuomba urudi nyumbani. Kikubwa zaidi kingine kinachoniumiza Zai, ile familia unayoishi sio salama kabisa kwako. Yale mazingira binti yangu, wewe mwenyewe ni shahidi. Unayaona, sio rafiki kwako. Mama ananipenda na ameanza kubadilika. Japo watu wengi wanasema kwamba ni kijana wa ovyo na hana maadili, lakini mimi nampenda. Tangu nimeanza kuishi naye mabadiliko nayaona. Alafu pia nampenda sana. Kwa hiyo mama, kama kutakuwa na uwezekano, naomba baraka zako. Sasa fanya kama tulivyokubaliana. Odi. Uswahilini kuna vituko wenyewe. Tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie. Tazame yule mama na watoto. Za saizi dada yangu. Salama, karibu. Asante. Kuna kijana nilikuwa namuulizia hapa. Mtu gani? Anaitwa nani vile? Samani kidogo. Eti samani umeniambia anaitwa nani? Mfinanga. Mfinanga? Si utakuwepo ndani. Ngoja nikakuangalizie. Mfinanga. Mfinanga. Mfinanga.
Wewe ndo Mfinanga? Ndio, ndio. Samani kaka yangu. Mimi nataka kuhama. Na hiyo sehemu nayohamia gari haifiki. Kwa nilikuwa natafuta kijana anisaidie kuhamisha vyombo nini, itimize hata nipate mkokoteni. Nikawaulizia mtaani, wakanielekeza hapa kuna kijana ambaye ndo wewe Mfinanga. Mimi nilikuwa nataka tu kanisaidie tu pale kaka yangu tuhamishe vile vyombo na hautafanya bure. Kuna hela kidogo nitakupatia. Kama ni issue ya kazi bwana, mimi nafikiri hiyo limeisha. Sasa nisubiri mimi nachukua t-shirt chapo na kuja. Sawa? Yeah. Halo. Umeniambia nipite naye njia gani? Tayari kashaingia kwenye mfumo hapo. Njoo pale tupokuelekeza pale. Haya sawa. Napita naye sasa hivi hapo. Chap basi. Oya, uko unaongea nani hapo? Yule demu yule tunampangilia yule. Anakuja. Anakuja. Fresh mano. Anakuja. Jifiche. Nyie vipi? Mbona kama mpo safari moja? Ya, ni kweli tuko safari moja. Unajua kanifuata asubuhi pale nyumbani, akaniambia huko kuna mission nataka nikaipige. Najua kabisa nikipiga hiyo mission lazima nipate hata 2000 3000 hivi kwa nje itakuwa hamna. Hamna chochote kinachoendelea. Amani tu mshikaji wangu. Unaniita mimi mshikaji wako? Yaani mimi mshikaji wako. Hali ya kuwa tumelala mara mbili. Umelala nyumbani kwetu na mimi nimelala nyumbani kwenu. Wewe usinifanye kama mimi sina akili timamu. Alafu unaongozana na hichi kidemu kimevaa kijola bila mtandio. Hao wanakuwa ndani hawavai chupa wala sidilia. Na wajua vizuri kwa kuchukua na umeza watu. We dada, uje taratibu. Huyu nani tena atakutaribia mipango yetu? Tulia. Kwani huyu nani? Ananiuliza mimi nani? Yaani ananiuliza mimi nani? Sasa ukitaka kujua mimi nani subiri nikusomeshe adabu. Lolo, nimwache. Yeni bwana, Lolo, hebu tulia bwana. Hebu tulia, wewe shida nini? Basi siondoke tena kwenye shughuli yenyewe. Basi tuondoke. Nyie vipi? Vipi kuhusu nini? Achana na sisi, fuatilia mambo yako. Nyie mmejificha hapo. Watu wanapigana kule baada mkagombezee mmekaa mmejificha. Hamna subiri mmoja anguke mkamteke. Ushakuwa watekaji siku hizi Wewe, unasemaje? Unatuita sisi watekaji? Kauli gani kauli mbovu namna hiyo? Je, wakipita watu hapo akasikia kauli kama hiyo, afu pale mtu akatekwa, watu watachukulia vipi? Wewe mshangazi wewe mazamjengo wewe, jiangalie na jishikilie na kauli zako mbovu hizo. Sema ndugu yangu usipaze sauti kidogo. Tulia. Ule mazamjengo apenda kutufuatilia bwana. Mlitaka nisiwaambie ukweli Alafu nyinyi ni wapangaji wangu. Lazima niwahisi vibaya kwa sababu siwaelewi. Sijui kuona mmeenda kazini. Sijui kuona nyie mama mmoja kaingia, mmoja katoka. Mmoja kalala ndani, mmoja kalala nje. Yaani mna asili kama watekaji fulani hivi. Nyinyi sasa hivi itabidi niwe nawachunguza na nitawachunguza. Taarifa yenu. Washikaji, mission failed tayari kule. Kwa tunafanyaje mwanangu? Tunafanyaje nini wewe? Wale utaona sisi tunaongea na mtu, wewe unakuja tunaongea tu. Mission failed. Bora pa ungejipitizia tu, kutupotezea tu. Afu sisi tungekutafuta katika njia ya simu ili mipango inakwenda vipi. Wewe unakuja tu tunaongea tu. Unajua si wewe mtu tulikuwa tunaongea mtu aina gani? Basi sawa, mimi nishaelewa, mimi nimezingua. Sasa sikia, nipeni tu ganji yangu mimi nisepe.
Ganji? Ganji gani? Na kati kazi hujamaliza. Wewe Mnole, tuondoke. Wewe sikiliza wewe, hatukupi pesa yako mpaka umalize kazi na tutakutafuta sisi wenyewe. Mr. Jokeli, tuondoke. Wafunye mjue mnazingua mwanangu. Mimi kule nitaka kupigwa mshikaji wangu. Nipeni basi hata kidogo. Sasa sikiliza hapa. Tengeneza dili zuri ambayo anaweza asitustukie. Cha kufanya, wewe baki hapa, mimi niende huko nikaongee naye. Najua mambo atakuwa tu shwari. Tukiondoka wote ataonekana kama tumepanga dili. Kamote, imani yangu ni kubwa sana juu yako. Kiukweli leo nakupa vyao. Chukua. Nakuamini BFF. Hamna shida shoga yangu. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Odi. Aya Ashura. Halo wenyewe. Karibu. Asante. Shemeji mwenyewe. Habari za hapa? Bana, nene kwenye topic moja kwa moja. Bana, jana tulikuwa sehemu fulani hivi na ndugu yangu bwana King'ong'o. Nikaamua ngoje nije hapa nithibitishe furaha yake. Maana jana huyo alikuwa anashangilia. Tulikuwa tunaangalia mpira hiyo. Unaambiwa kila goli watu wakikosa piga makofi. Sijui mchezaji akimkata chenga mwenzie. Nikasema vibe. Au wakati mwingine sasa anajikuta akishangilia anatajwa na mke wangu Nyamchume, I love you. Nikasema huyu King'ong'o anampenda mke wake. Kupenda sana. Kwanza yupo. Hivi, unajua shemeji wewe mimi nakuheshimu sana. Ila nahisi heshima yako ishaanza kupungua kwangu. Na hicho unachokitaka utakipata. Na huu uwanja wangu utauona mchungu. Naomba usinitibue. Jana umempigia simu mume wangu. Nimekusikia kwa masikio yangu mawili. Etio, nimechelewa, naomba kwa niombee msamaha kwa mke wangu. Alafu unakuja hapa unaniambia eti mlikuwa kwenye mpira. Hivyo una akili kweli wewe? Shemeji bwana, upendeze ukiwa hivyo ona. Chuchuchu. Naomba unyanyuke uondoke. Wewe kunyanyuka nimezimia. Samati. Mwanga unanuka mavi. Kwa kofi lile upigwe usinye. Mimi mwenyewe nasikia hivyo vitu tukaongea mbele huko. Tulia. Leta pisio. Wizi, jamani nimeibiwa. Ndugu yangu, na matatizo gani wewe unafanya kazi za kuriski maisha yako? Utakuja ufe, tatizo nini? Wanangu unajua nimeiba laptop kwa sababu gani unajua? Hapa nilipo nadai wa kodi. Achana na kodi hadi hela matumizi katika wiki hii sina. Yaani nimeiba hii laptop nikauze nipate hela kulipa kodi na hela ya kula. Kumbe tatizo ni hilo. Njoo nikupeleke chimbo la kuuza laptop. Njoo. Sister. Karibuni Mchamungu Computer. Samani, ndugu yangu hapa na shida yake, msikilize kwanza. Dada yangu, kama alivyosema ndugu yangu, nimekuja na PC yangu hapa nauza. Yaani nikapate kulipa kodi, nipate na pesa matumizi. Unaiuza shilingi ngapi? Yaani leo yangu kinipa 1,000,000 tu. Najua kabisa itanitosha kwenda kulipa kodi na nitapata pesa matumizi. 1,000,000? Mbona unastuka? Laptop kama hii na hiyo 1,000,000 yako unaitaka wewe, hapo unapata laptop 7. Yaani sisi hapa Mchamungu Computer tumeamua kuleta mapinduzi ya hali ya juu. Sio kompyuta tu, tumeamua kuleta na laptop zenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu. Kwa matumizi ya library, maofisini, hata kwa wanachuo. Hapo unapata. Fika Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grey, ama ufike katika kanisa la KKT. Piga namba hizi hapo. Tunakufuata, tunakuleta ofisini kwetu, unapata laptop yako.
Wewe hata kama hapa mcha Mungu kompyuta laptop kama hii unaipata kwa shilingi 1,500,000, 170,000 hadi 200,000. Mtaani nitauza shilingi ngapi? Yaani unajua hapo hamna 20,000 unapata. 20,000? Sijui yule mpuzi ilo mpola pale upo, tumrudishie tu PC yake. Mcha Mungu kompyuta ndo mkombozi wake. Ashura huyo, Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura,